mtu wa Mungu, ninakusalimu kwa jina la Yesu Kristo. Usiku wa leo ni usiku ambao natamani kujifunza pamoja nawe mambo ya msingi ambayo yatakusaidia na yatakupa hatua nyingine kwenye maisha. Mpendwa katika Kristo Yesu, kama ndio mara ya kwanza unajiunga pamoja nami, ni mchungaji Jack Elias. Ninapatikana katika mitandao ya kijamii nikishare na wapendwa wa Mungu maneno ya Mungu ya kila siku. Na usiku wa leo imempendeza Bwana kwa neema yake tuwe na ibada ya neno lake usiku huu. Liko jambo ambalo natamani tujifunze, na kuna namna utamuona Mungu kwa jinsi ya ajabu. Usiku wa leo ni usiku wa kipekee ambao nyumbani kwako, mahali popote ulipo, mahali unaponitazama, liko jambo ambalo Bwana amekusudia kukutendea. Na ni maombi yangu kwa jina la Yesu, Bwana akatende sawasawa na mapenzi yake kwenye maisha yako. Kila jambo alilokuahidi likatimie kama alivyokukusudia. Ninayo imani kwa Kristo Yesu ya kwamba kila jambo linawezekana. Na usiku wa leo liko jambo ambalo Bwana atalitenda kwenye maisha yako. Utaona jinsi ambavyo neema yake ni ya ajabu kwenye maisha ya watu. Tunaomba mbele za Bwana. Asante Mtakatifu kwa neno hili, kwa dakika chache ambazo tutajifunza usiku wa leo. Ninaomba Mtakatifu ukatusaidie, ukatupe neema, ukatupe rehema, ukatupe hatua nyingine, ukatupe maombi mengine, ukatupe shauku nyingine. Kila utakempa neema ya kusikiliza somo hili mahala popote alipo, Bwana ukambariki na ukayafungue masikio yake ya rohoni, ukaufungue moyo wake na ukampe kutenda sawa sawa na mapenzi yako. Tunalibariki jina lako tukiamini ya kwamba wewe Bwana uliye mtakatifu wa kweli na wa haki utatenda zaidi ya hivi tukuombavyo. Utatenda zaidi ya ambavyo tumekuwa tukiomba mbele zako. Ni katika jina la Bwana. Amen. Mtu wa Mungu, nataka tujifunze jambo moja kwa habari ya kuenenda pamoja na Bwana, kutembea na Mungu. Kwa nini somo hili? Ni kwa sababu ni miongoni mwa masomo ya muhimu kwenye maisha ya Mkristo, ambao natamani kila mahali unapotembea, na kwa neema ya Bwana ulitambue hili na ujue jinsi ya kuenenda nalo. Maana yamkini unaweza ukapitia matatizo, ukapitia changamoto, ukapitia dhiki, ukapitia kila aina ya dhoruba kwa sababu tu ya kutoyajua haya. Na kwa kuwa Bwana amenifunulia kuyajua, imenipendeza nami leo nikufunulie wewe pia jambo ambalo litabadilisha maisha yako. Nataka tusome kitabu cha Kutoka sura ya 33. Tuone habari ya Musa, jinsi ambavyo Musa alikuwa akizungumza na Mungu ana kwa ana, akifanya mazungumzo na mwisho wa siku akiingia makubaliano ya kipekee pamoja na Bwana. Usiku wa leo tuangalie kitabu cha Kutoka sura 33 na ule mstari wa 15. Lekiparakatia. Ukianzia mstari wa 14, tuanzie mstari wa 12 ili upate ujumbe ulio kamili. Biblia takatifu inasema, Kutoka 33 kuanzia mstari wa 12. Biblia inasema, Musa akamwambia Bwana, angalia, wewe waniambia wachukue watu hawa, nawe hukunijulisha ni nani utakayemtuma pamoja nami. Walakini umesema na kujua jina lako, nawe umepata neema mbele zangu. 13. Basi sasa na kuomba, ikiwa nimepata neema mbele zako, unionyeshe njia zako, nipate kukujua, ili nipate neema mbele zako. Ukakumbuke ya kuwa taifa hilo ndilo watu wako. Mstari wa 14, akasema, uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. 15, naye Musa akamwambia, uso wako usipokwenda pamoja nami, usituchukue kutoka hapa. Bwana asifiwe sana. Mtu wa Mungu, natamani uelewe haya yalikuwa ni mazungumzo kati ya Musa na Mungu. Baada ya kuwa wameketi, wameweka kambi ya muda mrefu wakiwa hawaendelei na safari, ikafika majira Musa akatamani kwenda. Wana wa Israeli wakatamani kutoka kwenye lile jangwa waendelee safari yao kwenye nchi ya ahadi. Lakini Musa akiwa kwenye maombi, akiwa anazungumza na Mungu, Mungu akamwambia Musa, nenda, anza safari.
Lakini Musa akauliza, Mungu, itawezekanaje basi mimi kuianza safari ikiwa wewe haujanijulisha ni nani nitakaye kwenda naye? Huyu ni Musa anamuuliza Mungu, ni kweli umeniruhusu kwenda, umeniruhusu kuianza safari, lakini Baba, bado haujaniambia ni nani ninapaswa kutembea naye katika safari hii. Lakini anamwambia, wewe umeniambia tu ya kwamba nimepata neema mbele zako, na ukasema kwamba uso wako utakwenda pamoja nami. 15 Musa akamwambia Mungu, akamwambia Bwana, ikiwa uso wako hautakwenda pamoja nami, hautakwenda pamoja nasi, basi ni afadhali usituchukue kutoka hapa tulipo. Nisikize kwa makini sana. Musa anamwambia Mungu, huyu ni Musa anaweka kikao na Mungu, wanafanya mazungumzo na Bwana, wanajadili kwa pamoja. Alafu Musa anamwambia Mungu, kama uso wako hautakwenda pamoja nasi, ni afadhali usituchukue kutoka hapa. Nini tunajifunza, mtu wa Bwana? Tunajifunza mambo makubwa mawili. Kuna Mungu kukuruhusu kwenda, lakini kuna Mungu kwenda pamoja na wewe. My God, I'm not sure if you're getting me. Kuna namna God can allow you to go, lakini akakuacha. Kwa nini? Pengine kwa sababu ya usumbufu wako. Kwa nini? Pengine kwa sababu ya kilio chako, kwa sababu ya manunguniko yako, kwa sababu ya masimango ulio nayo, kwa sababu kwa jinsi ambavyo umekuwa ukimlazimisha. Oh my God, I'm not sure if you're getting me. Some people's ancestors wanaomba, wana pray mbele za Bwana, wana force, wanalazimisha, na kumekuwa na maombi ya namna hiyo, maombi ya kulazimisha baraka, maombi ya kuilazimisha baraka. You can force the blessing from God, na Mungu akakuruhusu, lakini akaacha kwenda na wewe. You can ask pastor, how can you know this? Najua kwa sababu Mungu alimwambia mstari wa 14, akamwambia akasema, uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Musa anamwambia Bwana, ikiwa hautaenda pamoja na sisi, it's better for us to remain where we are now. Ni afadhali kwetu kubaki hapa tulipo kuliko kwenda tunakotarajia kwenda, kuliko kwenda tunakotamani kwenda, tukiwa hatujatembea na uso wako, tukiwa hatujaenda na wewe, tukiwa hatujaenda na uweza wako, tukiwa hatujaenda na nguvu zako. Musa akakataa, akasema ni afadhali nibakie hapa nilipo kuliko kwenda ikiwa uso wako hujaenda na mimi. Maana ni woman of God, wherever you are watching me from. Ni maombi mangapi umeomba kumlazimisha Mungu akuruhusu kutenda? Ni maombi mangapi umeomba kumlazimisha Mungu, Mungu nataka huu mwaka usipite, lazima huu mwezi usipite. God wonders on you. Mungu anakushangaa. Anasema anyway, kwa kuwa amelazimisha na kila aombaye hupewa, basi acha nimpe aende kwenye hiyo ndoa, lakini uso wangu hautakwenda pamoja naye. Lakini kwenye hiyo kazi anayoitaka, uso wangu hautakwenda pamoja naye. Mungu anaweza akakuacha uende, ndio kabisa, akakuruhusu uende, akakuruhusu utembee, akakuruhusu uanzishe hiyo biashara, akakuruhusu uingie kwenye hiyo ndoa, lakini yeye akaacha kwenda pamoja na wewe. Mara nyingi pale inapotokea unalazimisha kufanya. Musa kwa kuwa aliligundua hilo, alimwambia Bwana, ikiwa uso wako hautakwenda pamoja na sisi, it's better we stay where we are now. And I advise you tonight, it's better to remain where you are kuliko kwenda kwenye safari ambayo Mungu hayuko na wewe. Ni afadhali ubakie mahali ulipo leo kuliko kwenda kwenye safari ambayo Bwana hayuko pamoja na wewe. Ni afadhali ubakie hapo ulipo leo kuliko kwenda kuingia kwenye ndoa ambayo Mungu hayuko pamoja nayo. Ni afadhali ubaki hapo ulipo leo kuliko kuingia kwenye masomo, kwenye kozi, kwenye mpango, kwenye biashara, kwenye plan, kwenye project na miradi ya kila namna, lakini uso wa Mungu hauko pamoja na wewe. It's my prayer tonight as you're watching me, man and woman of God, wherever you are. Ni maombi yangu usiku wa leo, Mungu akusaidie uwe na uvumilivu, usubiri kufanya jambo kwa majira ya Bwana ili ukatembee pamoja na Bwana.
Maana kama ukiingia kwenye ndoa bila uso wa Mungu, kama ukiingia kwenye kazi bila uso wa Mungu, kama ukiingia kwenye biashara bila uso wa Mungu, unaweza ukaenda kupata hasara. Kipi ni bora? Ubaki kuwa haujaolewa au uolewe na mume ambaye atakuacha baada ya mwaka mmoja? Kipi ni bora? Kipi ni bora? Kukaa bila watoto au kupata watoto ambao baadaye watakuja kuwa vibaka? Kipi ni bora? Kujulikana hauna kazi ya kufanya au kuwa na kazi ambayo baadaye itakuangamiza? You can ask yourself and you will realize yourself that it's better to remain where you are kuliko kwenda kwenye jambo ambalo halitakupa faida. And tonight I'm telling you the truth, that it's better to remain where you are rather than to go in a business that will not benefit you. Ni afadhali ubakie mahali ulipo kuliko kwenda kwenye kitu ambacho hakija kunufaisha. Mungu akubariki na neno hili fupi. Nikualike kwa ibada nyingine kila utakapopata video. Kama ulikuwa hujasubscribe channel yangu, nikuombe mpendwa katika Kristo usubscribe, ulike, ucomment. Ikiwezekana uweka na alama ya kengele ili kila tunapoweka video uwe pamoja nami, ujiunge pamoja nami. God bless you. Enjoy your night. Mungu mbariki mtu ambaye mbana neema kutazama leo, ukamsaidie, ukampe neema, ukampe baraka, ukampe kibali, ukampe kuendelea, na zaidi ya yote Bwana ukampe kutembea pamoja na wewe. Katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.